kijiji cha siri nyingi kimebaki kukumbuka kwamba mwisho wa yote ukweli ushinda. Tumebewa na mke. Vipi mume wangu? Mbona umeshtuka na kupiga kelele namna hiyo? Ni kweli mke wangu, lakini nimeota ndoto mbaya sana. Lakini sio mbaya. Naomba nichukulie maji ya kunywa. Lakini hakuna cha lakini. Kanichukulie maji ya kunywa. Sawa. Mume wangu. Ameenda wapi huyu? Usiku umetanda, upepo wanongona, hadithi ya Kashinde bado yasikika. Kijiji cha siri nyingi gizani kimejaa, lakini ukweli mwisho wake hujitokeza. Kashinde alikuwa binti wa tabasamu, akipita njiani watu walimpenda sana. Lakini siku moja mawingu yakakusanyika, maovu yakatanda, kijiji kikatetemeka. Wanasema vijana wawili walihusika, na wachawi wa kijiji walificha siri nzito, wakamficha. Kaka samani. Bila samani. Nilijua tu dada beautiful kama wewe huwezi ukashindwa kunisimamisha kaka handsome kama mimi. Unajua bwana, mimi nipo kwa shuleni. Nikoga nakuwa sana mwisho kwenye mitihani. Pia hata kwenye kukimbia nilikuwa nakuwa wa mwisho. Hata kwenye kula nilikuwa nakuwa wa mwisho. Lakini nashukuru nimekuwa wa kwanza kukutana na wewe. Kwani mwenzangu nani? Mimi na wewe ni mgeni, nimetokea kama mjini, kwa jina naitwa Anzela. Nimekuja huku kumtafuta ndugu yangu anaitwa Kibabage. Si unamfahamu? Okay. Namfahamu. Sio mbaya kwanza tukafahamiana. Mimi mtaa huu ni mwenyeji na watu wengi wananifahamu. Wengi wao wanapenda kuniita handsome boy. Ama Kisandu. Mzee Kibabage ambaye uko unamuulizia namfahamu. Ni mzee ambaye ni mashuhuri hapa kijijini. Sio mbali hapa ulipo. Ni sawa tu umefika. Unaona hii barabara uko unaelekea? Ndio. Hesabu nyumba 3 kutoka hapa tulipo. Nyumba ya 4 hapo ndo kwa mzee Kibabage. Sawa kakaangu, nashukuru. Okay. Haya. Kutoka mjini akaja binti wa matumaini, akamfuata mpenzi aliyemjua mitandaoni. Alipofika kijijini akashangaa mno, kijana aliyemtafuta alikuwa mzee wa siri. Poli jipya. Nyani ni wale wale. Na mimi ndo nyani sasa. Handsome kama sisi hapa tayari hapa. Vipi ndugu yangu? Safi bwana. Fresh. Safi tu. Unaona unaelekea hivi? Naelekea huku. Vipi unaenda wapi? Mimi bwana nafika kwa kaka hapo. Baza bana, mguu huu niliotoka. Mwenyewe nimetoka huko. Lakini sijafanikiwa kumkutepo. Nimkuta shemeji tu na madogo pale. Basi sawa, wacha nikamsubiri maana shida naye sana. Subiri. Ndio. Atawasiliana Baseli. Haina shida ndugu yangu. Ngoja mimi. Basi sawa. Lakini samahani kidogo. Hivi unalikumbuka ile tukio la mwaka jana? Si unamaanisha ile tukio la Kashinde mtoto mzee Manemba? Vipi? Nilikuwa nahitaji kujua. Hivi mlihakikisha kweli amekufa? Na kama mlimuua, mwili wake mliweka wapi? Vijana wawili walihusika, na wachawi wa kijiji walificha siri nzito, wakamficha kwenye kibuyu cha ajabu, wakidhani milele ukweli hautajulikana.
Oh, Kashinde, sauti yako yasikika, kilio chake kinasikika usiku na mchana. Oh, Kashinde, siri zote zafichuka. Ndio ilivyokuwa. Okay, basi sawa. Haya, tutaendelea kuwasiliana basi ndugu yangu eti. Haina shida. Upepo wanong'ona, hadithi ya Kashinde bado yasikika. Kijiji cha siri nyingi kimebaki kukumbuka kwamba mwisho wa yote ukweli ushinda. Tumebewa na mke. Yangu. Takuwa nachambua chambua mboga hapa. Nataka nikuandalie manjumati. Unajua ni maajabu. Unajua jana sikukwambia tu. Jana nimepiga raundi humo ndani humo nikakutana na kitu fulani. Sasa nikaanza kujiuliza mke wangu anaishi na kidudu cha nini sasa humo ndani. Mimi nikatoka nao nikalitupa bwana. Hata sikulitupa tu, nilivunja kabisa. Maana sikuona lina faida yoyote. Hata mtu akija kilikuta humo ndani, si anachukulia sisi wa ajabu. Na ulivyokivunja ukuona kitu chochote kile? Kuhusu kitu? Hapana, mimi sikuona kitu chochote kile. Kwani kulikuwa kuna kitu? Mume wangu samani, nilikuwa naomba ruhusa kidogo niende nikamsikilize mama. Maana toka jana ameniita, sijapata muda wa kwenda kumsikiliza. Mama eti? Ni sawa. Ni sawa, haina shida. Wewe nenda kamsikilize mama. Lakini kama jinsi ilivyo unajua kabisa kama mimi nikibaki peke yangu au bwana kwa mpweke. Kwa jitahidi kidogo wahi kurudi. Sawa? Hamna shida mume wangu. Basi sawa. Bisa. Bisa, Bisa.
kinasikika usiku na mchana. Oh, Kashinde, siri zote zafichuka, ukweli uking'aa, hakuna wa kuzika. Kutoka mjini akaja binti wa matumaini, akamfuata mpenzi aliyemjua mitandaoni. Alipofika kijijini akashangaa mno, kijana aliyemtafuta Mtoto au jambo? Wewe mtoto, sina kusalimia au jambo? Dada, mimi sio mtoto. Naitwa Lusinga. Utahitaji nikusaidie nini? Oh, wewe ndio utakuwa mgeni wa babu. Subiri hapa nikakuitie. Mama! Mama! Nini? 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 Ha? So useme sasa, shida nini? Kibuyu mama. Kibuyu? Kibuyu kimefanya nini? Yaani huwezi kuamini mama, mume wangu amekivunja kile kibuyu. Na hata sijui amekivunjia wapi. Samahani mama.